kwa kusikia sauti yako ikiendelea kutuita ili tupate kuwepo mahali hapa. Naamini ya kwamba utakuwa nasi mwanzo hata tutakapohitimisha. Neema yako ya mbinguni katufunike sote. Ni katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa majukumu ya kufungua mkesha huu. Pende kumshukuru sana Mungu kwa upendo wake mwema, hata kuona ametukutanisha siku ya leo mkoa mzima kwenye mkesha huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa niaba ya mwenyekiti wa mkoa na USF na machapi wote wanaamini ya kwamba tuko pamoja. Wao wamepata wengine dharura nyingi za kuwafanya wasihudhurie mkesha huu, lakini nimewawakilisha siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mkinipigia makofi sio mbaya. Kesha kutoa macho mpaka asubuhi, na mimi nitakuwepo pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa kufungua wazo kuu linasema mtumaini Bwana. Wazo kuu linalosema mtumaini Bwana. Methali sura ya 3 na ule mstari wa 5 unaofahamika sana kwetu sisi sote. Methali sura ya 3 mstari ule wa 5 anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Lakini katika tafakari ya mstari huu, maneno ya Mungu anasema kumtegemea yeyote au chochote kingine badala ya Mungu kusababisha maafa au uharibifu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anapoanza na kusema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Na ndipo anapoendelea katika mafafanuzi, anasema kumtegemea yeyote yule katika maisha yako au chochote kile kwenye maisha yako, basi kusababisha yani ukimtegemea Mungu badala ya ukitegemea chochote au kumtegemea mtu yeyote badala ya Mungu, anasema usababisha maafa au uharibifu kwenye maisha yako. Sasa ni maswali kwetu sisi katika maisha yetu ya kila siku. Unamtegemea nani? Unategemea kitu gani ambacho kinachoweza kukupa maisha na nguvu kwenye maisha yako? Je, ni Mungu au vitu vinavyopita vya dunia hii vinakufanya wewe uingie kwenye nafasi ya kuwa na kiburi na kuto kumtegemea Mungu? Sasa katika haya yote basi unaweza kuendelea kujifunza zaidi katika Zaburi ile ya 52 na ule mstari wa 7. Anasema maneno haya, ikumbuke, anasema kumbe huyu ndiye mtu yule asiyemfanya Mungu kuwa nguvu zake, aliyemtumainia wingi wa mali zake na kujifanya hodari kwa madhara yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maneno haya, kumbe huyu ndiye mtu yule asiyemfanya Mungu kuwa nguvu zake, aliyemtumainia wingi wa mali zake na kujifanya hodari kwa madhara yake. Unaanza kuangalia jinsi ambavyo maisha ya mtu mwingine anayetumainia vitu mbalimbali vya dunia hii ambavyo havimpatii manufaa, havimpatii faida yeyote, bali vinampelekea kwenye madhara. Yeye anajiona ni hodari kwa sababu anaonekana mbele za macho ya watu wengi na vile ambavyo anavyoishi kwenye maisha yake, na ndiyo maana wengi wameshindwa kutambua habari za Mungu katika maisha yao. Lakini hapa anatukumbusha katika Zaburi ya 52 na ule mstari wa 7, anasema kumbe huyu ndiye mtu yule asiyemfanya Mungu kuwa nguvu zake. Jamani, kuna ambaye tuko hapa ambaye tunamfanya Mungu
kuwa sio nguvu zetu? Yaani katika maisha yako unamfanya mtu, katika maisha yako na wewe unaweza ukamwona mtu katika maisha kwamba huyu ndiye labda ndiyo nguvu yako, lakini sio Mungu. Kumbe unakosea, kwa sababu hii maisha yako ni Mungu, katika mapito yako ni Mungu, katika safari zako zote ni Mungu ndiye anayesimama. Na ndio maana katika mazingira anasema kumbe huyu ndiye mtu yule. Yaani anaonyesha uhalisia kwamba kuna watu ambaye hawamtegemei Mungu, bali hutegemea maisha yao na vitu vingine ambavyo wanavyoviona ni hodari kwenye maisha yao. Yaani wengine kwa maisha ya afya zao wanafikiri kama labda wamepata afya tu kwa promotion fulani, lakini kumbe sivyo. Mungu anahusika katika ukubwa wake. Ezekiel 16 na ule mstari wa 15 anasema, lakini uliutumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hapa, lakini uliutumainia uzuri wako. Kuna watu wanaotumainia uzuri wao, wanashindwa kumtumainia nani? Mungu. Na hicho kinafanya wengi wanashindwa kusimama kwenye nafasi ya kumtumainia Mungu, na maisha yao ya wokovu yanakuwa hayapo, na anatembea tu na anashindwa kusimama kwenye nafasi aliyonayo. Mungu amempatia uzuri huo, lakini huo uzuri usikufanye wewe umkose nani? Umkose Mungu. Mungu ametuumba kwa mfano wake. Sisi sote ni wazuri, na usifikiri wewe ndio mzuri kuliko wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine kwa uzuri wao wamemkosa nani? Wamemkosa Mungu, kwa sababu wanatamani kutangaza nafasi ya uzuri wao, lakini kumbe wamesahau kumtangaza Mungu kwenye maisha yao. Na ndio maana Ezekiel anatuambia, Ezekiel 16:15, lakini uliutumainia uzuri wako, ukifanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako. Zaburi, tumalizie na Zaburi ile ya 37 na ule mstari wa 3. Anasema, utumaini Bwana, ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Anasema maneno, umtumaini Bwana, ukatende mema. Umtumaini yeye, alafu utende yaliyo mema, alafu ukakae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Upendezwe na uaminifu. Uaminifu, Mungu ameachilia uaminifu kwako mkubwa mno katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amekuamini wewe ya kwamba unaweza kumtumaini Mungu. Amekuamini ya kwamba wewe ni kijana unayeweza kusimama kwa nafasi yako, na usitegemee akili zako, bali umtegemee Mungu kwenye maisha yako, na masomo yako na kila kitu kitaenda katika utaratibu ulio mzuri, kwa sababu yeye anajua habari za maisha yako. Anajua amekuumba wewe kwa mfano wake, anajua amekuumba kwa kusudi, na lengo lake ni kuona anakutumia wewe ili ufikie kuwaokoa na watu wengine, ujiokoe wewe na watu wengine pia. Na ndio maana katika mazingira anasema mtumaini Bwana, ukatende mema. Maana yake unapotenda yaliyo mema, unawasaidia na watu wengine waamini ule ushuhuda ulionao kwenye maisha yao. Alafu anasema ukakae katika nchi, upendezwe na nini jamani? Na uaminifu. Ukapendezwe na uaminifu. Mungu atusaidie katika mkesha wetu wa leo, na Mungu atatuongoza katikati ya yale tutakayoendelea kujifunza. Kila mmoja aondoke na kitu kwenye maisha yake, kwa sababu anajua amekuja akimtumainia nani kwenye maisha yake, na anatamani kutaka kuvuna kitu gani kwenye maisha yake. Mkesha wa leo basi ukatufanye tubadilike na tuone tunaenda kwa kasi kubwa ya kumtumainia Mungu. Tusimame.
chako cha utakaso katika maisha yetu, ili utufanye kuwa watoto wako tulio wateule, ambao hakika tunaendelea kuisepo katika nafasi ya maisha yetu, vile ambavyo Mungu unavyotamani kutuhudumia kwenye maisha yetu, ndivyo tunavyotamani kuzama kabisa katika maisha haya, ili tukutumainie wewe, maana wewe ni kimbilio